Bwana, nikiripoti kutoka Kipipi TV Online, niko na mzee Majata hapa tukiwa na mmoja maswali mawili matatu kuhusu sanaa yake ambayo anaifanya katika tasnia hii ya filamu, inaitwa utandawazi. Utandawazi, labda tuambie amepitia changamoto gani katika sanaa yake ya utandawazi na amekabiliana navyo vipi hivyo vikwazo mpaka amefikia kumaliza hiyo utandawazi kwa siku ya leo. Mzee Majata, watu wana comment vipi mtandaoni na umepata changamoto gani mpaka umemaliza hii utandawazi? Asante sana ndugu mwandishi. Kwanza nashukuru sana wale watu wote ambao walikuwa wananisupport katika channel yangu ya Majata OGTZ. Vile vile ubavuni huku nako kuna channel moja inaitwa Samponela. Vitu vidogo vidogo waga mara nyingi vinapatikana kule. Sasa katika changamoto ambazo nilizokutana nazo ni za kawaida katika kazi, maana katika kazi haukosi shida. Moja wapo katika shida hizo, kwanza njaa. Labda unavyozungumzia njaa kwa upande gani, inabidi utufafanulie, aidha kipato au njaa imepelekea vipi kazi kukwama? Wasanii walipe vizuri au inakuwaje kwaje hapo mzee? Kikubwa kama njaa inachangia, kwanza wasanii wanachelewa. Wanahakisha mpaka asubuhi wapate chai majumbani mwao. Mimi sina uwezo wa kuweka kambini. Kwa hiyo na umefikia hatua gani ya kuelekeza na wakachukua hatua gani ili kukuelewa kwamba njaa inasababisha kuwa kazi kwame? Kikubwa nilichowaambia kwamba wajitahidi, wapambane, kwa sababu jambo lote la msingi. Baba, mama nakuita ukaoshe vyombo nyumbani, kakwambia usichelewe. Asante, hii ndio shida ya kunihoji karibu na majumbani mwetu. Na kama tulivyosikia ndugu mtangazaji, kumbe mzee anaosheshwa vyombo nyumbani kwake, lakini ni kazi kama kazi nyingine. Labda atuambie ulianzaje kuosha vyombo kwa chini ya mkeo mpaka anakutuma kuosha vyombo mzee? Au na ndio maana nikasema kwamba njaa, kwa sababu asubuhi lazima nioshe vyombo, kwa sababu mke wangu ni mjasiriamali. Na yeye ili niende location lazima nimtegemee mke wangu anipe shilingi 200, na 200 hiyo uweza kukupa pasi ya kufanya vitu anavyotaka. Sasa mimi leo nimewahi haraka nakuja kuosha kwenye interview kama hii. Kwa hiyo mwanangu ndio kaja hivyo ndio nikosha vyombo. Kwa hiyo wewe unatufundisha nini sisi vijana ambao hatupendi kusaidia kazi kwa kuonekana kwamba mabushoke au kwa kuonekana kwamba tunatawaliwa katika ndoa? Wewe unatushauri nini si vijana? Mimi nasema mwandishi, sasa unaanza kufukunyua. Nilichokuambia hivi, ingia Majata OGTZ utakutana. Mama akasema hivi, ile gauni lake uliolifua alijatakata tena ukalioshe tena. Waandishi, mimi naona maswali mbona yanazidi kuwa mengi. Hii ndio shida kufanya interview karibu na majumbani. Ngoja nikaoshe lile gauni lake lile. Bwana, ndugu mtazamaji wa Kipipi Online TV, kama ulivyoona hapo mzee Majata tulikuwa tunamhoji hapa, lakini kuna vitu vikatokea vya namna gani na pale. Hii ni mambo ya familia yake ambayo hatuwezi kuingilia sisi kama media, tutamwachia majukumu yake endelee nao. Ingawa hatujamaliza na interview, itabidi tutafute siku nyingine tuanze kumhoji. Jamani, Kipipi TV Online, Majata TV Online, msisahau kutufollow. Sawa.